Na ikiwa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge. Leo ikiwa ni siku ya kuwasherehekea na kuwakumbuka wajane ulimwenguni, World Widows Day, Mama Taifa Rachel Ruto amesherehekea na kuungana na wajane katika kaunti ya Nyamira na kusherehekea siku hiyo. Wamama hai, tusalimiane wamama hai. Habari zenu? Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione mikono yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hala, muko wengi kweli. The place is full. It is with profound respect and heartfelt solidarity that I join you this morning at Bugo Primary School grounds in Nyamira County to commemorate International Widows Day. Katika hafla hiyo ambayo ilifanyika katika kaunti ya Nyamira, siasa pia ilisheheni, huku wanasiasa kutoka kaunti hiyo wakimuunga mkono Rais William Samoei Arap Ruto tena. Mnakubali ama mnakataa? Mnakubali ama mnakataa? Najua hapa tuko na wamama wa Lereb region. Mnataka tutoke serikali, wengine wapate maendeleo, sisi tuzubae, ama tubaki kwenye serikali? Wangapi wanasema tubaki kwenye serikali nione? Asanteni sana. Mungu awabariki. Mkurudi kwenu mrudi salama. Tuko na matoke nyingi sana hapa Nyamira, na hapa ndio mimi naona iko tano tena. Iko tano tena hapa. Iko tano tena hapa. Thank you so much. Now to the business of today. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anaendelea kuikosoa serikali kwa kusema kwamba haijafanya kazi vile ambavyo inafaa, na kusema kwamba Rais Ruto ameshindwa na kufanya kazi na atafanya lile awezalo kuhakikisha kwamba Rais Ruto ni rais wa hata mmoja, akiendelea kufichua yale ambayo rais alikuwa anayafanya wakati ambapo walikuwa pamoja. Wewe ukisaliti mimi na hii jamii, watakuumiza mara 100 vile waliumiza Uhuru Kenyatta. Asema bana, mimi bana wewe, nimekuwa hapa 35 years. Mimi niko na umaarufu, naelewa wewe unanifundisha nini? Mimi najua hii Kenya. Nikamwambia Kenya unajua, mimi sijui Kenya, lakini mlima mimi najua. Na hii mlima wewe si mmoja wetu. Hata kama tulikupigia kura tunakupenda. You are not one of us. Hii watu hujui hawa watu. Mimi ndio nawajua, mimi ni mzee. Akaenda akaita hii kijana ya Kikuyu, hii vijana dogo ya Serarak. Iko wewe abachana na hiyo mtu. Hiyo mtu wewe ndio ulijileta mlima. Uhitaji huyu mtu kwenda kwa mlima. Wewe si ulijileta ukajitafutia. Kama ulishinda Uhuru, huyu ni nani? Wachana na hii mtu. Tufukuza hii mtu. Nikaita nikamketisha chini. Nikaita kijana moja ya Murang'a, alikuwa anapeleka tukiwa na yeye hapa. Wewe kijana, huyu DP ananiambia ati mimi nakutumia kuhangaisha yeye. Mimi nimekutumia? Kijana sema hapana. Unajua wewe sema ndio. So nikamwambia rais, acha niongee na hii kijana kinyumbani. Akiwa ameketi hapa. Nikamwambia kijana, hii mtu hapa na mtu mzuri. Kama ameketi hapo. Kinyumba? Hii mtu anakutumia vibaya. Na huyu mtu atakuja kuacha wewe kwa mataa. Tafadhali nakuomba kijana, wewe ni kijana mdogo. Wacha mimi nikulee pole pole, utakuja kuwa mtu kwa hii Kenya. Kaa kwa mabavu yangu vile Uhuru alikaa na Mwai Kibaki. Akajificha hapo kwa Kibaki, akakuja kuwa rais. Mimi nitakusaidia. Lakini mtu anakutumia kugawanya jamii. Nikamwambia rais, nimemwambia. Sasa nikitoka akuambie vile mimi nikatoka nikae. So tukiendelea pale mbele akaniita, wewe sasa unataka kuharibu nini? Nikamwambia sasa nataka nikuongeleshe for the last time, na sitakuongelesha tena. Hii mlima vile unaenda itakuacha. Na tukiachana taarifa hizo ni kwamba waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amewashtumu watumishi wa umma ambao ni wazembe. Hii ni baada ya kutembelea ghafla eneo ama makao makuu ya afisa serikali katika kaunti ama eneo la Bonde la Ufa
na kupata kwamba watu ifikapo saa 2 asubuhi hawakuwa wamefika kazini na kuwashtumu na kuwafungia nje wale ambao walichelewa kazini. Kenya are demanding a lot from the government. The people of Kenya are demanding a lot from the president, from his cabinet, the PSs, the members of parliament. The people of Kenya are demanding a lot from you, the civil servant, the public servants who work in these offices. I have been in most of these offices. They are empty. Viongozi serikalini wamewarai vijana ambao wanaandaa maandamano tarehe 25 mwezi wa Juni kama kuwakumbuka wenzao waliouawa mwaka uliopita. Wameombwa kufanya maandamano ya amani, na vile vile serikali imeombwa kuwapa ulinzi na kuwalinda bali si kuwajeruhi. Make your voice heard. Please make your voice heard in the loudest way, but it doesn't have to be violent. Make your voice heard in the loudest way you can, but you don't have to be negatively influenced to interfere with other people whose voices also needs to be heard. Do not, you know, all of us have been your age at some point. Actually, the difference between the old people and the young people is that the old people have been young at some point, but the young people have not been old. To the challenge and the issues that the youth continue to face today. We must positively impact society. We must continue to bring our young ones closer to the Lord. We must continue to teach them the Adventist way of life. Na hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia siku ya leo. Mimi ni Videlis Moshoge.